Okay traders, today nimeona kuna news hapa dakika 3 zijazo za kadi na ni CPI kwenye Ryan Trade NFP Ryan Strategy. Tunataka tu apply leo. Hii leo ni tarehe 17. Hii ni update kwa wale wote ambao wanatumia NFP Ryan Strategy. Kwa tunahitaji ku apply leo. Tuone NFP leo itatupeleka wapi. Kama kawaida tutachukua pending order zetu ambayo ni buy stop kwenye previous high buy stop, nitaweka hapa 0.6, alafu chini nitaweka sell stop. Nitaweka SL yangu hapa kwenye buy stop ya sell stop na SL ya buy stop nitaweka hapa kwenye SL ya sell stop. Sawa, kama nilivyosema kwamba tulivyosema kwenye previous videos kwamba pair ikiwa strong, currency ikiwa strong, foreign currency ya kadi leo tunadili nayo ikiwa strong, basi hizi pair ambazo zina carry, kwa mfano USD kadi huwa zina buy. Ikiwa currency ipo strong, basi hizi nazo carry zina sell, lakini ikiwa weak, basi hizi USD kadi huwa zina buy. Kwa acha tutegeshe pia na hizi kwenye Ryan Strategy tuone ita works vizuri. Tumeweka hapo buy stop na hapa ni sell stop. Kama hivyo, na tumeweka SL hapa na hapa tunaweka pia SL huku chini ambayo ni stop loss. Kwa hivi kisha apply hivyo, jua tayari kisha apply NFP Ryan Strategy. Tunasubiria kwa ajili ya entry. Hapa hii ni account ya $10, ni demo. Watu wanasema kwa tunaweza kuapply kwenye akaunti za ambazo ziko chini zaidi. Sasa leo nimewaletea kwenye $10. Tuone je NFP Ryan Strategy ita works kwenye $10 tu hizi ambazo tumeweka. Okay, tukirudi huku kwenye CPI tunatarajia kwamba ikiwa pair hii actually itazidi focus na previous, kujua currency ya kadi itakuwa strong. Lakini ikiwa focus na previous actually ni ndogo kuliko focus na previous, basi currency itakuwa chini. Na ikiwa size ya kati, basi itakuwa controlled, kwa haitakuwa na effect kubwa. Make sure na subscribe hapo chini, una like na comment, tuone matokeo yenu pia nanyi nimepataje. Sawa, kama hivyo inavyoonyesha. Sawa, turudi kwenye currency yetu, pair zetu zinasemaje. Okay guys, hatujaona effect yoyote ile kwenye kadi. Hatujaona effect yoyote ile kwenye kadi, kwa sababu kama nilivyosema, actual ikiwa sawa sawa,
ama ikiwa haijapishana sana na hizi forecast na previous, basi inakuwa normal kama mnavyoona jamani hapo. Actual ni 0.2, forecast nayo ilikuwa 0.2, kwa hiyo ishakuwa controlled. Ikiwa sawa sawa na hizi forecast na previous, jua maana yake wanaiweza kuicontrol hii CPI isilete madhara kwenye currency. So hapo inaonyesha kabisa hakuna madhara yoyote yale yaliyotokea, kwa maana hali ipo shwari. Ukiangalia hapo ya pili ni 2.9 ambazo previous ilikuwa 3.1 na 3.1, kwa hapo hazijapishana sana, na ukiangalia chini kabisa ni iko sawa sana forecast. Kwa leo government wamecontrol kadi, pair hii ya kadi, kwa hakuna effect yoyote iliyotokea leo. Kama unavyoona effect hakuna kwa leo, no news ambayo ilikuwa na effect.